aweze kutuambia tukio hili ni la nini, pamoja pia na Kilimo Round Table kwa ujumla wake. Roda, karibu sana. Tumpigie makofi. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Asante sana. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni sana katika mkutano wa pili wa wadau wa kilimo. Mkutano wa kwanza ulifanyika mwezi Agosti mwaka jana, na leo tuna mkutano wa pili mahali hapa Dodoma, ukumbi huu wa Morena. Asante sana. Naomba kuwasilisha hotuba yangu fupi kwa mgeni rasmi. Ndugu Gerard Mweri, katibu mkuu na mgeni rasmi wetu, tunakushukuru kwa kujumuika asubuhi njema ya leo na sisi. Maafisa wa serikali, waandamizi, Bwana Geoffrey Kilenga, mtendaji mkuu wa Sagoti, washirika wa Kilimo Round Table, Uchumi Institute na Mchongo TV, watoa mada na wawezeshaji, wadau wa sekta ya kilimo, wanahabari, vijana, wanawake na wakulima, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya Kilimo Round Table Africa, napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha kwa moyo wa dhati katika kongamano hili maalum lililobeba kauli mbiu kufungua fursa za Tanzania kuilisha Afrika. Leo tunakutana hapa si kwa sababu tunataka kujadili na kuchambua changamoto, bali kwa sababu tunaamini katika suluhisho. Tunaamini kuwa Tanzania inaweza na inapaswa kuwa kitovu cha uzalishaji wa chakula barani Afrika. Kwa kutambua hayo, Kilimo Round Table, Uchumi Institute na Mchongo TV tumeshirikiana kuandaa mdahalo huu ambao umetuleta pamoja wadau wa kilimo wakiwemo wakulima, wachakataji, serikali, taasisi za fedha, utafiti, ili kujadiliana na kuja na majawabu ya pamoja yatakaochangia kuelekea kwenye dhamira Tanzania kwa mzalishaji, mchakataji na muuzaji mkuu wa mazao na bidhaa za kilimo katika bara la Afrika na dunia. Ndugu mgeni rasmi, napenda kuanza kwa kuwashukuru wote walioitikia wito huu, lakini kipekee ni kushukuru sana kwa kujitoa kuwa nasi leo hii. Tunajua ni kipindi cha bajeti na majukumu yako ni makubwa, lakini uwepo wako hapa unaashiria kwamba unachukua kwa heshima na uzito unaoweka kwa wadau wanaoshirikiana na serikali kwenye kutafuta majawabu. Ninashukuru watendaji unaowaweka, na nashukuru watendaji wengine wa serikali na taasisi za utafiti kwa kuwa hapa na kukubali kutoa mada za uzoefu kwa washirika wote. Sina neno zuri zaidi, itoshe tu kusema asanteni sana. Niwashukuru sana pia wadhamini wetu CRDB Banki, Ulipo Tupo, wenzetu wa Sanku kwa michango yenu iliyotuwezesha sisi kuwa mahali hapa. Kipekee ni washukuru waliokubali kutoa mada, hususani mkurugenzi mkuu mtendaji wa Sagoti kaka yetu Kirenga, kwa kushirikiana na Uchumi Institute na Mchongo TV. Tuko hapa katika safari hii ya kujadili fursa za kilimo katika uzalishaji wa ajira, kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, ambayo inaleta ongezeko la kipato kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, dira na dhamira ya Kilimo Round Table. Nizungumze kidogo kuhusu Kilimo Round Table Africa. Ilianzishwa mwaka 2024, lengo likiwa ni majadiliano, lengo ni kuwa jukwaa la majadiliano, ushawishi wa sera, ubunifu katika sekta ya kilimo. Leo tunasherehekea mwaka mmoja wa hatua za mwanzo, lakini pia tunaanza safari ya miaka 5 ya utekelezaji mpango mkakati wa Kilimo Round Table Africa kuanzia mwaka 2025 mpaka mwaka 2029. Mpango huu umejikita katika kushiriki katika ujenzi wa sekta ya kilimo iliyo shindani, jumuishi na endelevu. Sekta ambayo si tu inachangia kiasi kikubwa kwenye pato la taifa, bali inabeba matumaini ya familia, vijana na jamii zetu zilizoko vijijini na mjini. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi hiki cha miaka 5 ambayo tunaielekea kuanzia
mwaka 2025 tunatarajia kuwafikia wakulima zaidi ya 50,000 kwa kuwapatia mafunzo ya kimitandao na kuaccess masoko na teknolojia, kutumia teknolojia iliyo sahihi. Pia tunaangazia eneo la kuwawezesha wakulima wadogo waweze kuingia kwenye mikataba yenye masharti nafuu lakini inayowatendea haki. Pia tutakwenda kuangazia eneo la masoko, namna gani wakulima wetu wanaweza access masoko ya nje. Lakini pia tunakwenda kuangazia maeneo ya mifumo ya ugani kidijitali, lakini pia tutaangazia eneo la bima ya kilimo na huduma za ushauri wa sheria kwa wakulima. Ndugu mgeni rasmi, katika mpango mkakati wetu tumejikita kwenye maeneo 7 ya vipaumbele, ambapo tutaangazia huduma za ubora wa ugani kwa wakulima kupitia mashirikiano na mafunzo ya teknolojia. Tunakwenda kuangazia eneo la sera jumuishi na mazingira wezeshi yanayojibu mahitaji halisi ya wakulima. Lakini tutakwenda kuangalizia eneo la utafiti na uvumbuzi wa kiteknolojia ili kuongeza tija. Pia tunakwenda kuangazia eneo la masoko na muunganisho wa kibiashara kati ya wakulima wa Tanzania na wakulima wa East Africa, lakini na Sadiki na IFTA na maeneo mengine ambayo masoko katika eneo la masoko huru. Lakini pia tunakwenda kuangazia kilimo kinachokabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wote tumeshuhudia mwaka huu Tanzania imekuwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo kila mtu ameyashuhudia, labda pia yamemgusa mkulima moja kwa moja. Lakini pia tutakwenda kuangazia eneo la kilimo hai. Tunatambua kilimo hai ndio kinawezesha pia wenzetu waweze kufanya usafirishaji wa mazao ya nje. Kwa hiyo ni eneo ambalo tutakwenda kuliwekea mkazo. Lakini pia mwisho tutakwenda kuangazia namna gani tunaweza kuimarisha taasisi ya Kilimo Roundtable ili iweze kujiendeza yenyewe badala ya kutumia wafadhili pekee na kutegemea ufadhili wa watu wa nje. Ndugu mgeni rasmi, kwa nini Kilimo Roundtable inaandaa mdahalo kama huu Tanzania kuilisha Afrika, ama Tanzania kuwa kapu la chakula kwa sasa? Kilimo Roundtable tunaamini Tanzania ina kila kitu ambacho inatakiwa kulisha Afrika ama dunia. Tuna ardhi yenye rutuba na iliyo na ukubwa unaotosheleza, lakini tuna mito na maziwa ya kutosha. Tuna nguvu kazi ambao ni vijana ambao tunakwenda kufanya midaharo na kuona namna gani wanaweza wakajiengage kwenye shughuli za kilimo. Pia tuna mahitaji yanayoongezeka ya chakula kila siku kutokana na idadi kubwa ya watu kuongezeka duniani na bara la Afrika. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mazuri yote yanayofanyika, lakini bado tunaona changamoto ambazo zinahitaji nguvu ya pamoja tuweze kukabiliana nazo. Ndugu mgeni rasmi, changamoto hizo ni uzalishaji wenye tija ndogo. Bado Tanzania mkulima wa kawaida anayelima nyanya au horticulture ambaye hajapewa usimamizi anavuna tani 10 mpaka 20 kwa hekta, wakati mkulima huyo akiwekea miundombinu stahili anaweza kuvuna tani 60 kwa hekta. Kwa hiyo hii ni maeneo ambayo tunaenda kuangazia namna gani ya kuboresha tija, lakini tutahitaji mashirikiano ya pamoja. Pia tunaona kuna upungufu wa miundombinu ya usindikaji na kuhifadhi mazao. Tunajua serikali inafanya kazi kubwa, lakini ni eneo ambalo tumeona wakulima wengine bado wana mazao majumbani. Lakini pia tunatamani kushirikiana kwenye eneo la wakulima wetu kuwezeshwa kupatikanaji wa fedha kiurahisi, ikizingatia mnyororo wa thamani wa kilimo ndio unaajiri watu wengi sana Tanzania, lakini pia value chain yake ni kubwa sana. Kwa hiyo tunatamani mabenki na taasisi za kifedha tuone namna gani tunaweza kushirikiana katika eneo hili na kutengeneza mifumo inayoweza kuwezesha wakulima wetu na wafanyabiashara wanaofanya shughuli zao katika mnyororo wa thamani wa kilimo waweze kupata masuluhisho katika eneo hili. Lakini pia tunauona ukosefu wa taarifa muhimu. Wakulima wetu wengi wanaanzia shambani kisha wanatafuta soko. Kwa hiyo tunatamani kuwe na to bridge the gap hapo kati ya mkulima na mnunuzi. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunaona linahitaji mashirikiano ya pamoja. Ndugu mgeni rasmi,
Ndio maana tukio la leo ni muhimu. Tunakusudia kutoka na mapendekezo ya pamoja yatakayoendeleza na yanayoendana na dira ya taifa ya kilimo ya maendeleo ya 2050. Ndugu mgeni rasmi, nini tunatarajia katika mkutano huu wa leo? Leo tuna ratiba na vipengele muhimu ambavyo vitaenda kufanyika. Tutakuwa na mdaharo kuhusu fursa za kilimo nchini utakaoongozwa na kaka yetu Godfrey Kirenga, mkuu wa Sagot Center. Hii itasaidia kufungua macho kuhusu uwezo wa Tanzania kulisha bara la Afrika. Lakini pia tutakuwa na midaharo, yani panelist discussion miwili zikiangazia mnyororo wa thamani kuanzia low level, yani chini kwenye pembejeo na tija. Lakini tutakuwa na upper level discussion, yani mnyororo wa juu ambao unaangazia usindikaji na mazao. Lakini pia tutajadili kuhusu mazingira wezeshi. Ndugu mgeni rasmi, tutakuwa na mjadala wa pamoja ambapo tutaingia kwa undani kwenye masuala na mada za uzalishaji na upatikanaji wa masoko na usindikaji, na hatimaye mapendekezo haya ambayo Kilimo Roundtable itayachukua na kuyaingiza kwenye ajenda ya kilimo ya taifa. Ndugu mgeni rasmi, Kilimo Roundtable tunaamini hakuna kitu kizuri kinaweza kufanyika bila mashirikiano. Kwa hiyo tunaamini mashirikiano ni msingi wa mafanikio. Tunaamini mafanikio hayawezi kufikiwa na Kilimo Roundtable pekee. Tunahitaji serikali kuendeleza mazingira ya sera wezeshi. Tunahitaji sekta binafsi kuwekeza kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo. Tunahitaji asasi za kiraia kusaidia uwajibikaji. Lakini pia tunahitaji vyombo vya habari kama Mchongo TV kuibua simulizi za wakulima wetu mashujaa walioko vijijini na mjini. Ndugu mgeni rasmi, wito wetu wa pamoja leo asubuhi ni kuwa tunawaalika tuwe wajenzi wa mabadiliko wa sekta ya kilimo, tuwe wasemaji wa wakulima, tuwe watetezi wa sera jumuishi, tuwe wenye uthubutu wa kupendekeza mabadiliko yenye maana. Naomba tukumbuke kuilisha Afrika kwa Tanzania inawezekana, na ni maamuzi ambayo sisi kwa pamoja tunaweza tukayafanya, na Tanzania kaongoza katika kulisha bara la Afrika na dunia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni katika siku hii ya mjadala, tafakuri na kuchukua hatua. Asante sana. Tunakushukuru sana mkurugenzi wa Kilimo Roundtable Africa, ndugu mgeni rasmi na wadau wote wa kilimo. Nadhani tumesikia ni mambo mengi mazuri sana ambayo Kilimo Roundtable Africa wanafanya. Na nikiwa kama kijana naona pia tuna fursa kubwa sana ya kunufaika na hiki ambacho Kilimo Roundtable wanakifanya. Hivyo ningependa kukaribisha kwa ratiba inayoendelea. Tunashukuru sana, na tumeanza kwa kutotambua, sio kwamba tumefanya makosa, ni makusudi kubadilisha, sio kila siku kijambo liwe vile vile. Kwa hiyo nitawatambulisha kwa makundi. Nikikutambulisha naomba unyoshe mkono pale ulipo, na mtu akinyosha mkono tuwapigie makofi kwa kufika kwao. Na anza kuwatambulisha watendaji waandamizi wa serikali mliopo hapa. Asanteni, karibuni sana, nyosha mkono pale ulipo na tuwapigie makofi. Asanteni sana kwa kufika. Tuna taasisi za serikali nyingi, TARI na nyingine. Tunaomba mnyoshe mikono yenu pale mlipo. NFRA, asante sana. Tuna katibu mkuu, alika sekta binafsi. Sekta binafsi pale mlipo, tunaomba mnyoshe mikono tuwapigie makofi. Asanteni sana, tuko wa kutosha. Tuna taasisi za fedha ambazo ni washirika wetu wakubwa. Mkurugenzi alikuwa anazungumzia umuhimu wa fedha. Tuna NMB, tuna TADB, tuna CRDB. Asanteni kwa kufika. Alafu tuna washiriki kutoka chama cha ushirika wilaya ya Nyasa. Tunaomba mlipo mnyoshe mikono na msimame tuwapigie makofi mengi sana. Wamesafiri kutoka wilaya ya Nyasa, wakiambatana pia na afisa ushirika wa wilaya hiyo. Tunashukuru sana kwa kufika kwenu.
tunatambua commitment yenu. Tuna vijana wengi, vijana mlioko hapa, hebu simameni tuwapigie makofi. Aha. Kulisha Afrika ni kazi yetu vijana. Tuko wengi, nikiwemo na mimi Kwa hiyo tujitayarishe kulisha bara la Afrika. Kuna wanawake ambao tumewaalika ambao wako kwenye kilimo, nao tunaomba wasimame pale walipo. Asanteni kwa kufika. Lakini pia tuna timu ya Mchongo TV ikiongozwa na kaka yetu hapa. Tunaomba pia mnyoshe mikono, na wengine wako bize kule. Asanteni sana Mchongo TV. Kama kuna yoyote niliyemsahau, sio kwa makusudi, lakini tunatambua uwepo wenu. Karibuni sana. Tunao pia watu kutoka SUA. Asanteni kwa kufika. Taarifa za taasisi za utafiti. Asanteni sana. Baada ya hili, karibu. Ndugu mgeni rasmi, Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo, wadau wa kilimo, sasa napenda kumkaribisha mkurugenzi wa Uchumi Institute. Tusikie kidogo kutoka kwa Uchumi Institute. Hii ni taasisi ambayo inashirikiana kwa ukaribu sana na Kilimo Roundtable. Ndugu mgeni rasmi, karibu. Asante sana. Nimekuwa naongea pia, kwa hiyo nimebadilisha tu kofia kutoka moderator kuwa mtendaji wa Uchumi Institute, kuambia tu ni taasisi ya Kitanzania ya utafiti wa mambo mengi zaidi, tukiangazia sera za sekta mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia kusukuma gurudumu letu mbele. Tunachojaribu kufanya sana ni kupunguza ile gepu iliyopo kati ya sera, tafiti, ili tafiti zetu ziweze kutafsiriwa kwenye sera, na sera zetu ziweze kutumia tafiti za kisayansi kuhabarisha na pia kufanya maamuzi. Kwa hiyo tumeshirikiana na Kilimo Roundtable na Mchongo TV katika safari yetu hii ya kufika uko tulipo. Katibu Mkuu tupo, tunaweza tukaendelea kufanya kazi na nyie ili tuweze kufanya kilimo chetu kifike pale kilipo. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante mkurugenzi wa Uchumi Institute. Tunashukuru sana kwa ajili ya hotuba nzuri fupi ambayo imeweza kutusaidia kuelewa Uchumi Institute ni nini hasa na ni nini wanafanya Tanzania. Hivyo basi, ndugu wageni waalikwa, viongozi, wakurugenzi na wadau wote wa kilimo, napenda kuchukua nafasi hii kumkaribisha ndugu mgeni rasmi, Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo kwa ajili ya hotuba. Karibu sana. Ndio, karibu sana. Habari za asubuhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Naona niliambiwa nimesahau hotuba yangu pale. Lakini inapotokea natakiwa kuzungumzia kilimo, huaga sikumbuki hotuba, bali nakumbuka hii opportunity ya kuzungumza na wananchi. Kwa sababu tunayo mengi sana ya kuzungumza na wananchi. Kwanza nitambue uwepo wa watumishi wenzangu kutoka serikalini katika ngazi zote kama walivyotambulishwa. Nitambue uwepo wa mkurugenzi dada yangu wa Kilimo Roundtable na wakuu wa taasisi zote za binafsi. Nimeona nilivyokuwa naangalia hapa mbele, niliona benki ya CRDB nikajua wako peke yake, lakini nilivyomwona ndugu yangu Isaac na nikasema, Isaac, kuna jambo hujawekwa hapa mbele, aidha hujaparticipate vizuri mwanzo. Kwa hiyo sana alert hiyo kwamba next time uwe active bwana. Isaac tunashirikiana naye sana. NMB ni watu wa very instrumental kwenye kilimo. CRDB wanafanya vizuri sana. Na nimesikia kuna TADB. Kama mpo, nashangaa sijawaona watu wa Cooperative Bank hapa. Sawa. Kwa hiyo karibuni sana watu wa taasisi za fedha.
na nategemea next year kwenye kilimo round table nayo utakuwa mmoja waliofanikisha ili uwepo hapa mbele NMB. Sasa kwa kwanza niseme nashukuru. Sisi serikali tunashukuru tunapopata nafasi hii ya kushiriki kwenye mazungumzo, kwa sababu moja ya jambo muhimu sana ni kulifanya jambo lizungumzwe. Mkilizungumza tutabaini mapungufu, tutabaini mafanikio na tutapata nafasi ya kuona maeneo gani tuboreshe. Mwaka 2021 Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani akaunda serikali. Sisi Wizara ya Kilimo tulikuwa na maelekezo mahususi kabisa ya kuhakikisha tunabadilisha kilimo, tunabadilisha perception ya kilimo, lakini kwenye mabadiliko haya ya uwekezaji kwenye kilimo vijana na wanawake wawe ndo drivers. Na nashukuru leo mkurugenzi mkuu wa taasisi hii tunaozungumza ni mwanamke na ni kijana. Kwa setup yetu Afrika vijana tunaenda mpaka miaka 40 hivi. Kwa ni kijana. Tanzania historically, tukizungumzia Tanzania kwa maana United Republic of Tanzania ambayo ilianza mwaka 1964, lakini Tanganyika ambayo tulianza 61, toka tumepata uhuru tumekuwa tukiwekeza consistently kwenye kilimo. Na siri moja ya kwa miaka mingi sana kuwa salama ni consistency yetu ya uwekezaji kwenye kilimo. Kuanzia mwaka 2021 chini ya Mheshimiwa Rais Samia, kitu cha tofauti tulichokifanya ni serikali yenyewe kuanza kuwekeza. Kwa miaka mingi tumekuwa na mipango mingi sana nchi hii, mipango mizuri, lakini tumekuwa tukishamaliza kuandaa mipango ile tunaanza kutafuta fedha kwa wafadhili. Sasa swali gumu ni kwamba upange wewe, utake kufanya wewe, afu uombe mtu aje kukufinance. Kitu cha tofauti ambacho tumekifanya kuanzia mwaka 2021 na hizi ni mshukuru Mheshimiwa Rais ni kuwekeza wenyewe kwanza. Mwaka ule tulikuwa na bajeti ya bilioni 294. Huyu mkurugenzi mkuu wa Uchumi Institute alikuwa mkurugenzi wa mipango wa Wizara ya Kilimo. Huyu bwana aliyezungumza kabla ya mimi. Nikiondoka hapa atawaambia kwamba hapa tufanye siasa, hapa tunaongea facts. Tulikuwa na bilioni 294 na utolewaji wa hela ulikuwa chini ya 50% kwa mwaka. Kwa mwaka wa kwanza bajeti serikali iliongeza kutoka bilioni 294 mpaka bilioni 751. Hii tunaongelea 2022-23. Mwaka 23-24 tukaongeza bilioni mpaka 900. Na mwaka jana tuna trilioni 1.2. Bajeti mara 4 consistently kwa miaka 4. Kwa hata kama mtu hataki kusikia habari hizi ataona kwamba serikali ipo serious kwenye uwekezaji. Miaka 4 tumeendelea kuongeza bajeti. Ndani ya bajeti hii tulikuwa na bajeti ya jambo muhimu sana ya utafiti. Ilikuwa chini ya bilioni 10. Kirenga alikuwa mkurugenzi anayeshughulikia utafiti kwa mwaka fulani, na pia alikuwa mkurugenzi wa maendeleo ya mazao, yupo atazungumza. Sasa hivi yuko sekta binafsi. Mwaka huu tunaongelea zaidi ya bilioni 60 zinazoelekezwa kwenye utafiti. Bajeti ya umwagiliaji ilikuwa takriban bilioni 30. Sasa hivi tunaongelea bilioni 390 kwa ajili ya umwagiliaji. Kwa sababu lazima tutambue, tunaposema sisi ni nchi, tunaposema ni nchi huru, tujue hatuna baba wala mama. Ni lazima sisi wenyewe tuendelee kwa uwekezaji wetu wenyewe. Kwa tumeongeza bajeti mara 4. Na mara zote tunasema lazima tuanze kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu that's the political will. Mtu yote ambaye ameshawahi kufanya kazi serikalini, lakini hata nyie mnaofanya kazi kwenye sekta binafsi mnafahamu, hela nyingi inapowekezwa kwenye department fulani
inatokana na mkuu wa taasisi husika kutaka kuleta mabadiliko kwenye idara husika au kwenye sekta husika. Kwa lazima tumshukuru Mheshimiwa Rais. Tunamshukuru kwa maana gani sasa? Tunamshukuru kwanza kwa kuamua kuifanya nchi iwe salama. Usalama wa kwanza wa nchi ni uhakika wa chakula. Usalama wa kwanza wa nchi ni uhakika wa stability ya currency yako. Na currency stability is highly affected na food inflation. Na nyinyi ambao mnapitia vitabu mtaona hata kitabu kile vinavyotolewa na Central Bank wanatoa status ya inflation kwa mwaka na wanatoa specifically status ya food inflation, kwa sababu it has a direct relationship na mfumuko wa bei. Leo hii chakula kikibadilika bei, kikipanda, mwaka jana sukari ilipanda bei kidogo kwa mwezi mmoja tu, serikali ikachukua hatua madhubuti ikashuka, na ilitosha kuona kufanya appreciation kwamba kumbe kesho ikipanda mchele, ikipanda unga, ukipanda maharage, nchi haiwezi kuwa stable. Kwa miaka yote hii minne tumetoa uhakika wa chakula, tumehakikisha nchi iko salama, lakini tumetunza heshima ya nchi. Nchi hii hatujawahi kuwa na njaa. Kwa sababu hata nchi heshima inaanzia hata kwenye nyumba. Baba kuhakikisha kwamba watu wakiwa hawana njaa, si heshima inaanzia hapo. Kwa serikali imetunza heshima ya nchi, kuhakikisha tunawawezesha wakulima wetu, na ni washukuru wakulima wadogo. Very specific. 80% ya wakulima nchi hii hawana zaidi ya ekari 3. Na wakulima hawa ambao hawana zaidi ya ekari 3 ndio wametufanya tuwe salama. Na nashukuru chama cha ushirika watakuwa mashahidi. Hata wanachama wao kule Nyasa watakuwa mashahidi kwamba mkubwa zaidi labda atakuwa na ekari 5 au 10. Wengi wana ekari 1, wengine hata nusu eka. Na ndio maana katika transformation hii tulioianza miaka 4 iliyopita, tumeanza kwanza kuhakikisha tunapunguza gharama za uzalishaji. Na tunapunguza gharama za uzalishaji. Mwaka 2021 kwa bahati mbaya sana tulipata challenge ya instability kwa baadhi ya nchi ambazo zinaongoza kwa uzalishaji wa mbolea nchi duniani. Ikapelekea mfuko wa DAP kutoka shilingi 50,060 kufika mpaka 130,000. Mwaka ule serikali iliamua kumlipia kila mkulima shilingi 50,000 kwa mfuko. Tukaanza kuuza mfuko wa mbolea DAP kwa shilingi 70,000 average price. Tulikuwa tunamlipia takribani 20,030 kila mkulima kwa mfuko mmoja wa urea. Unapoenda kununua mbolea unalipa 70,000, 50,000 na kulipia serikali. Kwa kufanya vile tulihakikisha tunataka tupunguze gharama za uzalishaji, lakini tuongeze uzalishaji. Kwa sababu tunafahamu katika maeneo ya Southern Corridor kule kwa Bwana Kirenga, serikali ilifanya kazi nzuri sana ya kuhamasisha matumizi ya mbegu bora. Ilifanya kazi nzuri sana ya kuhakikisha kwamba tunahamasisha matumizi ya mbolea. Wakati kwa kazi hizo wakaanza kuilisha Tanzania. Ingekuwa ni dhambi sana wangeacha kutumia mbolea na mbegu bora kwa ajili ya gharama. Kwa serikali kufanya vile ilimhakikishia mkulima uhakika kwanza ataenda shambani, atanunua mbolea, atapata chakula yeye, lakini tutahakikisha tunatoa instability ya chakula nchini. Tumeendelea kufanya hivyo, kutoa ruzuku kuanzia mwaka 2022 mpaka sasa. Na tutaendelea kufanya hivyo mpaka pale bei ya soko itakapotulia na tutakapomhakikishia mkulima atapata input sio kwa bei rahisi. Lakini mwaka huo huo, mnakumbuka wale ambao wana umri zaidi ya mimi, nchi hii ilikuwa na kiwanda cha mbolea, Tanzania Fertilizer Company. Kilikuwepo Tanga na moja ya plant yake ilikuwepo hapo Manyara. Ilibinafsishwa, haikufanya vizuri, haipo.
Mheshimiwa Rais aliamua kuifufua kiwanda kile. Hivi ninavyoongea tayari kimeshapewa takriban bilioni 106 kama mtaji, na ilitoka kuwa kampuni ambayo haipo, sasa hivi ni moja ya makampuni matano yanayoongoza kwa usambazaji wa mbolea. Uwekezaji huu umetusaidia mambo makubwa mawili. La kwanza, kufahamu bei ya mbolea duniani. Kwa sababu na sisi ni wanunuaji wa mbolea hiyo sasa. Kwa yale mambo ya kutajua mbolea, and we are not against sector binafsi, lakini tunasema we need to do effective regulation. Sasa hivi tunafahamu, mtu akituambia mbolea ni bei kubwa duniani, tunamwambia dunia ya wapi? Kwa sababu na sisi serikali tunanunua. Na kampuni hii sasa tunategemea mpaka mwisho wa mwaka huu wa fedha itakuwa na mtaji wa takriban bilioni 150. Haijatengeneza hasara toka ianze. Tutafikia takriban bilioni 150, na mwaka jana ndio iliyosambaza mbolea ya tumbaku, na mwaka huu itafanya hivyo, na tutahakikisha nchi hii iko salama kipindi chote cha mbolea. Na hii kampuni haijaja kushindana na sekta binafsi, imekuja kucomplement effort za sekta binafsi. Mara nyingine tunapokuwa na kampuni za serikali, na alilalamika sana sekta binafsi, sasa nyie si tunafanya biashara na nyie mnafanya mbona Yara inamilikiwa na serikali ya Norway? Tukawauliza wenzetu, mbona Usipi kwa 100% inamilikiwa na serikali ya Morocco? Kuna dhambi gani leo Tanzania nayo ikishiriki na ikimiliki kwa 100% kampuni yake ya mbolea? Kwa hiyo yale maneno yakaisha yale. Na alikuwa na wazungumzaji wengi kweli, wao na wengine. Mama serikali mnaanza kubishana na sisi tunasema kwamba kama kuna eneo ambalo serikali itaamua kufanya biashara, ifanye biashara. Na sisi hatuisaidii ile kampuni kwa jambo lolote zaidi ya kuipatia mtaji na kuiambia iingie sokoni. Na tutaendelea kufanya hivyo. Lakini mwaka huu tutaendelea na mradi wetu ule from cotton to cloth. Nchi hii, hizi suti zote hizi zinashonwa sasa hivi na vijana wetu mtaani hapa. Tuna washonaji wa suti wengi kweli. Lakini vitambaa vyote tunaingiza nchini, pamba tunazalisha sisi. Ni eneo ambalo tumeamua kulifanyia kazi kwa kutushirikiana na sekta binafsi. Tumeanza kukaa na sekta binafsi, na serikali itawekeza, kwa maana kama sekta binafsi itaona ina umuhimu, serikali tuwekeze kwenye kupeleka energy, kwenye kupeleka maji, kwenye kutoa ardhi kwa ajili ya viwanda wa uzalishaji wa vitambaa na nyuzi. Tunavyo viwanda vichache, kimsingi havijafanya vizuri kwa sababu vinafanya kiasi kidogo sana pamoja na ukongwe wake. Sasa hivi tunakaribisha wawekezaji. Na tunashukuru, namshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa sababu tayari ameshaelekeza kuanzisha ule mfuko wetu wa Export Guarantee Scheme ambao uko chini ya Wizara ya Fedha. Kwa maana atakaye kuja na proposal nzuri atakuwa na uwezekano pia kupata guarantee kwenda kuanzisha viwanda kwa ajili ya kupromote export. Lakini pia kufanya import substitution. And we are not against import, lakini kwenye jambo ambalo mnadhani tunaweza kuongeza thamani, itatusaidia kusave dola. Kwa hiyo ninasema haya ni mambo ambayo serikali inayafanya. Na serikali hii inayafanya haya, wanaoyafanya ni wananchi wake. Na wananchi wake ni vijana. Takriban 35% ni vijana. Kwa moja ni uhakika kwamba vijana watafanikiwa. Tunafahamu kuna changamoto. Kuna changamoto ya upatikanaji wa mitaji. Pamoja na uwekezaji wetu tulioufanya wa kuanzisha adjective, wa kuifufua. Hii ilikuwepo miaka mingi. With a lot of non-performing loans. Ndio bwana Obey. Lakini sasa hivi tumeianzisha na tunasema lazima iendelee kwa sababu sio kila mtu anaweza kukopesheka. Kwa walioianzisha wenzetu miaka hiyo, tunaendelea kazi walioianzisha wao kwa sababu tunadhani bado umuhimu wake upo. Na tumetoa mtaji. Unatoa mkopo kwa 4.5%. Lakini mtaji huu ni mdogo sana ukilinganisha na mahitaji. Kwa tumekaa mwaka huu tunapitia upya. Je, adjective ile inatakiwa iendeshwe vile ilivyo? Kwa tunategemea tutaanzisha new 2 products.
Ya kwanza kuanzisha guarantee scheme ili tuweze kutoa guarantee kwa mabenki binafsi. Mtu ana best idea lakini akopesheki, hana collateral. Tuone kama adjective inaweza ikatoa guarantee kwenye NMB, CRDB na benki nyingine ambazo zina mitaji ziweze kutoa mitaji hiyo. Na ndio maana unasema hizi taasisi zinazoletwa za serikali zinakuja kucomplement na sio kucompete. Tunategemea kutakuwa na ushirikiano mkubwa kati ya Cooperative Bank. Tarehe 28 Mheshimiwa Rais anazindua Cooperative Bank of Tanzania. Cooperative Bank of Tanzania inaanzishwa na mtaji wa bilioni 55. 51% ya shares zinamilikiwa na vyama vya ushirika vyenyewe. Na kiasi kingine kinamilikiwa na washirika binafsi ikiwemo CRDB. Na tunakaribisha wengine waingie kuchukua shares hizi tutakapoenda kwenye sokoni. Lakini mkumbuke hii itakuwa ni ndani ya miaka 5 ijayo itakuwa one of the top bank nchi hii. Na kama hujanunua shares zako itakitokea opportunity nendeni. Kwa sababu Cooperative Bank ndio former CRDB. CRDB was a cooperative and a rural development bank. Na ilikuwa kubwa ikasambaa nchi hii kwa cooperative hizi ambazo zipo. Kwa wakulima hawa ambao sasa hivi wakulima hawa uzalishaji wao utakuwa mara 3. Biashara maana yake itakuwa mara 3. Nataka niwape mfano mmoja. Tulikuwa tunazalisha korosho miaka 2 tu iliyopita chini ya tani 200,000. Uwekezaji uliofanyika miaka 2 iliyopita na serikali wa kutoa dawa kwa wakati, wa kuimarisha huduma za ugani na kwa msaada wa sekta binafsi, mabenki kuhakikisha wanawapatia mitaji wanunuzi. Kwa hiyo wakulima wakawa na uhakika wakulima kwa sababu soko lipo. Mwaka huu tumezalisha tani 540,000. Paka last week mauzo yamefikia 1.8 trillion. Mauzo haya yote ni hela mpya ambayo imeingia kwenye circulation na imeenda kwa wananchi. Lakini mauzo haya yamefanyika kupitia sekta binafsi, kupitia mabenki. Kwa kuna sababu gani Cooperative Bank isiwe one of the top? Hakuna. Tumeanza na matawi 4. Lakini vyama vyote vikuu vya ushirika vitakuwa ni agents wa Cooperative Bank. Hatukutaka kuanza kuitanua na utendaji sana kuanzisha matawi mengi. Lakini teknolojia inaruhusu kuwa na agents ambao wanaweza kufanya tukaruhusu withdrawals and deposits and the other related services za kibenki kupitia vyama vikuu vya ushirika. Na hii ni wape uhakika mabenki hawa wanakuja kucomplement efforts. Najua kwa jicho fulani mtawaangalia kama competitors. They might be in a way. Lakini tunataka mfuko wetu bado, benki zetu hazina fedha za kutosha. Tumemuingiza huyu kumobilize resources, lakini kuleverage pia maeneo ambayo yanaweza kuwa nyinyi hamko very much comfortable. Yeye aweze kufanya hivyo kwa wanachama wake. Kwa hiyo CRDB, NMB, Equity Bank, NBC, Azania na all other banks, mpokeeni na muwe tayari kushirikiana naye. Na msije mkamwekea mizengwe kwa sababu, lakini huyu amekuja kama kuwa ana compliment effort zenu, lakini ana aim yake ni ile ile. Mnafahamu keki kwenye kilimo ni kubwa sana, si ndio? Kwa hiyo lazima tuongeze resources. Kwa Cooperative Bank kimsingi watu wanahisi kama ni government bank. It's not. It's a private bank. Kwa sababu cooperative is a private. Mara nyingi vyama vya ushirika watu wanahisi kama ni serikali. Vyama vya ushirika sio serikali. Ni sekta binafsi. Na tunapoamua kuimarisha vyama vya ushirika watu wanahisi kwamba tunaimarisha serikali inaingia kwenye biashara. Hapana, tunaimarisha sekta binafsi ambayo iko regulated. Na tunafanya vile ni kwa sababu Wizara ya Kilimo ni regulator wa vyama vya ushirika. We are just regulators. Kama Central Bank ilivyokuwa kwa all other banks. Sasa hivi tunataka vyama vya ushirika tunaviwezesha kifedha, tunaviwezesha kiutendaji, ili vyenyewe viwe na uwezo wa kununua mazao na kuexport direct to foreign market. Na tumeanza. Mwaka jana tunazishukuru taasisi za kifedha zilitoa mkopo kwa TANECU
TANECU imeanzisha kiwanda cha kubangua korosho, the first container. Wamekuwa wakiuza kwa sekta binafsi wa kuexport, lakini export ya kwanza wameifanya last week to Turkey, container ya kwanza, na zitaendelea nyingine. Hii ndio sura tunayotaka kuijenga kwa vyama vya ushirika. Kwamba vyama vya ushirika viwe na uwezo wa kununua. Nafahamu kwenye kahawa viko vinavyofanya hivyo. Kwenye pamba mwaka jana vimeingia vimenunua. Vyama vya ushirika viwe vina uwezo wa kununua na kuuza. Kwa sababu vyama vya ushirika ni sekta binafsi ambayo iko regulated na serikali. Na hata serikali ilipoamua kuviwezesha vyama hivi kuwa na benki yake, ni kwa lengo lile lile la kuvitengenezea liquidity. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuimarisha ushirika. Najua kuna tatizo kwa baadhi ya vyama vya ushirika kwenye mifumo yake ya utendaji au uwezo wa watendaji kufanya vile inavyotakikana. Tutaendelea kuwaimarisha. Tutaendelea kuimarisha kwa kuimarisha kwanza COASCO ambao ni taasisi yetu ya ukaguzi, lakini pia kuwa na mafunzo ya kila siku ya moja kwa moja kwa watendaji hao. Lakini nataka mwisho nizungumzie opportunities kwa vijana. Ndugu zangu, nchi hii itajengwa na sisi wenyewe. Na yanayoendelea sasa duniani, wakina Trump kashaondoka, nilikuwa naongea na kakaangu Sagoti na sasa mzee inabidi tutafute dona mwingine. Sasa which is the right way? Anapoondoka dona mmoja kutafuta mwingine, au anapoondoka dona mmoja kujua huko mwenyewe, uanze kuhakikisha kwamba utaishi mwenyewe na utafute mbinu za kuishi mwenyewe. Yake wa Afrika tusianze sasa hivi kuwa na mijadala ya kusema sasa tunahamia upande huu kwa sababu huyu kaondoka tukaendelee kuomba. Hapana. Akiondoka yule, ndio maana nasema Trump anaweza kuwa ni baraka kwa Afrika. Kuambia mapema kwamba unajua mko wenyewe na mnaweza nikaondoka muda wowote, kama alivyoondoka in a night. Ndugu zetu wakakosa kazi. Baadhi ya taasisi zikafungwa in one night. Kesho anaweza kamua mwingine yote kuondoka, na hata kuwa amefanya kosa, kwa sababu ni haki yake ya kimsingi ya kuamua kutoa msaada au kutokutoa msaada huo. Kwa vijana tufahamu, nchi hii lazima tuijenge sisi wenyewe. Na tuna opportunity kwa sababu serikali imeamua kufungua huo mlango. Tuna BBT. Imesemwa mambo mengi sana. Na wanaosema ni wale waliochukuliwa, wakapewa land bure, wakapewa mbegu bure, wakapewa masoko. Alichukuliwa akiwa hana ajira, anaambiwa lima hapa na mimi nitanunua. Anasema, mbona mnanilipa posho kidogo? Hakuwa na posho na hakuwa na kazi. Kwa sana opportunity, tufahamu nchi hii lazima ianze kujengwa na sisi wenyewe. Kitu kikubwa kwa serikali yetu ambao tunabidi tukishukuru sana, serikali iko tayari kusikiliza na iko tayari kutenda vile vijana wanavyodhani ni vyema ifanye. Hata hii BBT haikutengenezwa na serikali. Mheshimiwa Rais aliposema kwamba anataka program ya BBT, Kirenga ni shahidi, tuliunda timu ya watu vijana, wengine hawako serikalini, walio kwenye sekta binafsi, wengine ni maarufu sana, na wengine wanafanya kilimo, na wabunge, na baadhi ya watu tofauti. Tukawaambia tutengeneze program ambayo ina reflect mahitaji yenu. Serikali ilitoa hela na kutekeleza tu. Na BBT ina project 6. BBT ni program. Nataka niwaambie kwanza, yale mashamba yanafanya vizuri sana. Msiwasikilize wale wa mitandaoni, na mtakapo napata nafasi tutaandaa ziara mkaangalia. Kuna mtu anasema vijana wale wote hawapo. Sio kweli. Vijana wale wapo na wanaendelea kufanya kazi, na wale waliokuwa hawako tayari tuliwapa mkono wa kwaheri waondoke. Walikuwa 12 tu waliokuwa wanashinda kwa Twitter. Tukamwambia sasa sikilizeni, nyie naendeleeni na Twitter. Sisi tubaki na ambao wako tayari kufanya hii kazi. Tubaki ambao wako tayari kusafiri pamoja, tutoke huku tulipo twende kwenye prosperity. Na tutaendelea kufanya hivyo kuhakikisha yoyote ambayo yuko tayari tutashirikiana naye. Na tutahakikisha kwamba tuna provide opportunities zote zinazohitajikana. Tuna miradi 6 ndani ya programu ile. Kwa sababu tunafahamu sio kila kijana yuko interested na kwenda kulima physically. Kuna wengine they are not. Kwa mfano,
Mradi wa pili wa BBT ni ule wa kuajiri vijana waliosomea kilimo kwa ajili ya kutoa huduma za extension. Sasa hivi tuna vijana takriban tunaelekea 2000 ambao tumewaajiri kupitia SUA. Na ajira hizo tumewapa contract SUA, tumeingia nao mkataba. SUA ndo anatangaza, ndo ana recruit, anatupa, anawasambaza. Sisi tumeingia mkataba na sekta binafsi, tunawalipa mishahara, tunawapatia na service nyingine. Hiyo ni BBT ya pili na vijana wako wengi sana. Na tutaendelea kufanya hivyo kila mwaka. Lakini ya tatu tunafahamu wakati tunaandaa mashamba kwa ajili ya kuweka vijana, kuna wengine wana mashamba yao tayari. Kwa nini umtoe hapa umpeleke hapa? Lakini anahitaji msaada wa mbegu, anahitaji msaada wa visima. Tumekuwa tuna BBT ya financing ambayo iko chini ya AGITF. Tunatoa mkopo kwa 4.5%. Bahati mbaya wengi wamepata tayari. Na ambao kimsikia hajapata basi hajataka kuwa compliant. Tumepunguza sana vigezo. Hakuna collateral kule, tunalipa insurance tu kwa ajili ya kuwa na assurance. Lakini una mwingine anaomba mkopo hata ukienda kukagua hilo eneo lake halipo. Kwa tumesema tutaendelea kutoa mikopo na mikopo hii ipo, na nichukue nafasi hii kuwatangazia vijana wote ambao wana viable project ya kilimo, AGITF wako tayari kutoa mikopo hiyo. Nyingine ni ya uchimbaji wa visima. Tulipata malalamiko mengi sana, kuna vijana wengi wako kwenye maeneo ambayo hakuna maji. Sasa hivi wizara yenyewe imeshanunua magari 17 na tumeanza kuchimba visima. Visima zaidi ya 86 vinaendelea kuchimbwa nchi nzima. Na tunategemea kuchimba visima sio chini ya 1000 kwa kila mwaka, ili kuhakikisha tunawapatia vijana nafasi. Na hapa kuna programu mbili humu ndani. Kuna wengine ambao watachangia, watakuwa na uwezo, lakini wengine tutafanya bure kabisa kwa ajili ya kuhakikisha tunawapatia service. Na hawa tunaenda kwa wale vijana ambao wapo tayari kwenye kilimo. Kwa mara nyingi nasema hivi, tuniondoe ile misperception kwamba wote BBT is about taking people kuwapeleka porini walime. No, it's not. Ile ni sehemu mojawapo, ni program mojawapo kwa ambao wako interested na kilimo, lakini BBT is about creating employment kwenye value chain ya kilimo. Eneo jingine ambalo sasa hivi tumelianzisha ni kuanzisha mashamba huko halmashauri huko. Tuna halmashauri zaidi ya 18 sasa hivi tayari. Tunaenda kwenye halmashauri inaanzisha shamba, sisi tunatoa matrekta, tunatoa mbegu na kutoa utaalamu. Wanachukuliwa vijana wa huko kwenye halmashauri husika kwa ajili ya kupatiwa mashamba. Lakini eneo jingine ambalo tunalifanya sasa hivi na tuko kwenye hatua za mwisho ya kuanzisha incubation center, na mmeona jana tumeshaingia mkataba na Nelson Mandela Institute of Science and Technology, ni ya kuanzisha incubation center kwa ajili ya startups kwenye teknolojia za kilimo. Na ndani ya muda mchache tutaizindua, majengo yameshakamilika, facilities zote zipo. Sasa hivi tunafanyia kazi governing structures na fedha zipo kwa ajili ya kuanzisha sasa BBT kwa wale vijana ambao wana innovation kwenye kilimo. Na hizi projects zitakuwa zinaendeshwa zinabuniwa kila mara chini ya program kubwa ya BBT. Kwa niseme na niwape assurance kwamba BBT we are doing very well. Mashamba makubwa yanafanya vizuri. Wale ambao hawako tayari tuliagana nao. Mashamba mengine tunaendelea kufanya vizuri, lakini pia tuko tayari kusikiliza maoni na ushauri kwa wanaofahamu maeneo haya ili tutengeneze program nyingine nyingi kwenye BBT. Nasema hivi kuonyesha utayari wa Mheshimiwa Rais wetu, kuonyesha utayari wa serikali kuwasikiliza vijana na kufanya kazi na vijana. Mtu asiwadanganye. Hakuna serikali imekuwa karibu na vijana kuliko hii. Na tunafanya hivi kwa kumaanisha. Sasa hivi nilivyoambiwa nije kwenye kikao hiki, nina kikao cha management pale ofisini, lakini nilisema nije kwenye kikao hiki kwa sababu nyie ndio mnao drive hii agenda, sio sisi pale. Sisi Aseri, ukiwa mkurugenzi kipindi kile utamaliza kutengeneza policy, utatafuta fedha, lakini anayelima ulimi wewe bwana. Anayelima ndo hawa. Wanaofanya biashara ya kilimo ni hawa. Lakini niliona nije niwaambie kwanza kama nafasi ya kuambia ukweli kuhusu ya kazi tunazoendelea nazo. Pili, kutoa commitment kwenu
kwamba tuko tayari kuwasikiliza, tuko tayari kufanya kazi na nyie. Na tatu, niseme kwamba vijana, this is the golden chance. Vijana na wanawake, nataka niwaambie, sijui nitatafuta lugha gani nyingine niwaeleze, lakini kwa wale ambao wanaenda kwenye nchi nyingine, tunakutana kwenye mikutano, tunatumia half of the day watu kutuuliza mmewezaje. Tunaongelea katika technical level, na sisi hatuna cha kuambia zaidi ya kuambia it's just a political will. Sijajua niwaeleze lugha gani, lakini this is the golden chance ya opportunities kwa vijana na wanawake ndani ya serikali hii, hasa kwenye sekta ya kilimo. Nitakuwa na nafasi ya kuongea hapa, lakini golden chance hii lazima ifanywe kazi. Yaani hamna ile itakao kuja mezani, haipo. Lazima utoke, kama unataka kulima uende shamba. Sisi tutasupport, tutakupatia facilities zote, lakini wewe mwenyewe si lazima uwe shamba. Ukitaka ulime kwenye WhatsApp, utatulaumu na utajilaumu mwenyewe na utakichukia kilimo. Kama ni mkopo, lazima uwe responsible. Mkopo unarudishwa, lazima ufanyie kazi, lazima uwe umeanza. This is a golden chance. Ninaweza nisieleze vizuri, lakini nafahamu mtakuwa na mazungumzo siku nzima ya leo. Niwatakie kila laheri kwenye mazungumzo yenu, na nashukuru sana. Sijasikia makofi jamani. Katibu mkuu, sidhani kama tutakuwa na maneno mazuri sana ya kukupongeza na kukushukuru. Na nimegundua ukusahau hotuba. Ila Roda na Pisi wakafikiri umesahau. Lakini umenipa kufikiria kitu kingine, kwamba ile QR code huko tuendako, nadhani itakuwa inawekwa hapa, mtu unascan unapata. Kwa hiyo nikagundua kwamba nikiscan hapo kwako napata sekta imekaa yote hapo. Kwa hiyo ni jambo kubwa. Kwa hiyo sita attempt ku summarize uliosema, ila kuna maneno machache huwa ninapenda kuyapick wakati mtu anaongea. Kwanza, food security is national security. Ukishafika hapo ndio unaweza kusema sasa, after securing your home, umesema nyumbani, tunawezaje sasa kwenda kwa jirani.